Fungua tu kinywa chako mwambie asante. Fungua tu kinywa chako mwambie asante. Tunamshukuru Baba. Tunakuabudu Mungu. Tunakuabudu ni peke yake. Yes. Mwambie Mungu, mwambie niko tayari kukuabudu. Asante, asante. Asante Yesu. Asante Yesu. We give you glory, Father. We worship you. Tunakuabudu Mungu. Mungu wa mbingu, unastahili kuabudiwa. Unastahili. Niwagereire kuoshwa. Niwagereire Papa. Asante Baba, tunakushukuru. Twainua mikono yetu licha ni michafu kwako, kutubu dhambi zetu zote, zile ambazo tumefanya kwa makusudio na zile tumefanya bila makusudio, na kuomba msamaha Jehova kutoka kiini cha moyo wangu, na kuomba ukaweze kunisamehea. Naomba ukumbuke watoto hawa pia unaponisamehea kwa matatizo ama kwa dhambi nilizozitenda. Pia uwakumbuke kwa njia zao. Wamekutendea mambo mengi ambayo sio mazuri, na ninakuomba tu wakumbuke kwa msaada. Unaponisamehea Baba, ukumbuke pia. Wakumbuke watoto walio wangu wa uzao na wale ambao umenipatia wa kiroho, wote ukawakumbuke kwa njia za kipekee. Naomba msamaha wa dhambi za wazazi wangu na wazazi wangu wa kiroho na wa kimwili. Na pia naomba msamaha wa dhambi za watu wote wa Nairobi, na hata wachungaji wote na hata waumini wote. Mungu, tukumbuke, turehemu na utupe msaada huo wa msamaha. Utushike tena mkono, maana tumekukosea. Tumetenda maovu yasiyo ya kawaida. Tumenena kinyume na ujumbe wako. Tumenena na tumefanya kazi isiyo kufurahisha. Tumefanya matendo ambayo kwako sio mazuri. Baba, na kuomba tu utusamehe. Naomba msamaha kwa ajili ya waimbaji wote. Naomba msamaha kwa sababu ya wote watumishi ambao wametumika kwenye nyumba zako mbalimbali. Ukaweza kuwakumbuka na ukatusamehea. Kama taifa Jehova, naomba msamaha tu. Utukumbuke kwa njia ya kipekee. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Tunaweza kusalimia mtu mmoja alafu uketi, umwambie karibu, na umwambie usinisubue, na umwambie kwa sababu unakuwaka na tabia ya kurararara, usijaribu kulala. Wacha tu. Umwambie usijaribu kufanya nini? Ukilala nitakutandika kofi. Utaniambia kule ulikuwa usiku au kulala. Kidogo chini kidogo, main ya hii peke yake, mic. Chini. Thank you. Nashukuru Mungu kwa sababu ametupatia wakati mwingine wa kukuja hapa kuzungumza neno lake kwenu. Naomba tu anisaidie nikafikishe ujumbe wake jinsi alivyonituma kwenu. Na nyinyi muniombee niweze kufikisha ujumbe jinsi tulivyotumwa, si ndio?
na muweze kuupokea kwa uzuri. Asante sana. Asante kwa wageni wetu ambao wamefika siku ya leo. Na nataka kuwaomba tu, kwa sababu nimeona imekuwa ni trend. Tulianza kuingia kanisa saa 4. Sasa tumerudi saa 5. Sasa naona tunaingia saa 6, si ndio? Na hiyo tabia tuache. Ambia mwenzako tuache hiyo tabia. Saa 3 ndio kuingia kanisa latest. Ndio tunakuja tunaomba. Tutabadilisha ibada zetu na tumebadilisha. Ibada ya Kikuyu nitaitaka kuipeleka jioni. Ibada ya asubuhi, kutoka asubuhi ni kuabudu, kutoka saa 1 asubuhi tunaabudu, kuomba tu, kuinana, kuhoya Ngai. Nikio gitumire tuke guko. Ama sio? Kuomba, usikuje hapa kongethia. Hapa kuna mangethio. Kama wewe ni mtu wa kongethia, hapa tutakuombia edo kangetherie kule nje. Hapa tunakuja kutafuta Mungu. Na kwa sababu wakati huu ndio Mungu ametupatia, tunautumia vizuri. We take it for worship. Tutakuwa na watu worship leaders ambao watakuwa kituongoza katika worship tu. Unazama, unaomba mpaka unasikia umehama hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikuwe na short hizi, tunakuwa na short services ndogo ndogo ambazo nimeona hazina impact. Ni nzuri lakini hazina impact kwa sababu hatuzami. Hatuingii katika kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndio ibada ikamilike, ni tuvurute Mungu mpaka akuja akue pamoja na sisi. Na hiyo inafanyika tu wakati tunazama, tunaingia, tukarikira. Na kurikira ni kuhoya. Na kuinanye bosi ya mahoya. Ndetuo. Mpaka tunafika pale. Kwa sababu nataka tuwe kanisa la kuomba, kanisa linalojulikana. Ati ukitaka mahali pa kuomba, nenda mahali pale. Utakuta watu wanajua kuomba. Lakini sasa tukikuwa ni watu wale wamekuja, tunakuwa na service kadogo, Kikuyu kidogo, Kikaba kidogo, Kijaruo kidogo, tunaenda tukiendaga hivyo, tutashindwa. Maana maadui ni wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui ni wengi na watatutrap wakiona tumeingia kwenye kutoelewa sababu ya kazi yake, basi itakuja tutapigwa. Na we are here because we are fighting. Na Biblia inasema tunapigana na nini? Na principalities, powers and the dominions. Wale watu tuko na hapa, tuko mpaka hii kanisa tuko na watu wa globalist. Watu hao wa one world order tuko na wao hapa. Na walitumwa, tumekaa na wao, wanakuwa wanatumonitor. Ile kitu wanafanyanga ni kurusha maripoti, kusema tumegoga hapa, leo tumegoga hapa, leo tumeagusha hapa, leo tumeagusha hapa. Wako hapa. Mimi nawajua, mpaka nawajua na majina yao. Najua ile kazi walikuja kufanya. Tuko na wachawi, wako hapa, tuko na wao. Tuko na waganga, wako hapa, tuko na wao. Na hatuwezi kuwafukuza, maana hii ni nyumba ya nani? Tukiwafukuza tutaulizwa na Mungu. Uliwafukuza na mimi nilikupatia kipawa cha kuwazungumzia. Mbona haukuongea na wao ndio wabadilike? Maana hata wewe ulikuwa namna hiyo. Si ulizungumziwa mpaka ukabadilika. Mbona haukuwapatia chance? So we give them chances. So I will preach. Mimi nitahubiri nikijua hii ni nyoka nahubiria. Sasa maombi yangu ni nyokeno eseje tuweke modo. Nwanyita. Nitahubiria tu. Najua ni tiger, ni nini? Ni cobra. Na unaona mpaka unainua mdomo, unafanya unainua kimdomo tu, unainulia mimi. Lakini nitavumilia tu. Ile kitu nafaka ni kukaa dista, usinirushie mate. Lakini nitakuhubiria mpaka uchange. Na usipo change, nakwambia tafadhali, hapa ni kwa Manyuru hapa mbele. Nenda huko, labda huko anaweza kuwa ako na dawa ya kukuchange. Ukishindwa hapo tunakusukuma tu, hapo ni kwa Wajiro. At least maybe Wajiro ni mzoefu, amekaa siku mingi. The glory is there. Labda hiyo glory itafanya kazi. Ukitoka hapo kuna fibo ya Musa Kioko. Labda hiyo fibo ataiangusha ikue nyoka ikumeze. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kujaribu tu tuone how far we can be able to go. Na how far we can be able to win this battle. Kwa sababu ni vita ambavyo vimekuwa viko hali ya juu. Na ukiona vita vimekuinukia, ujue kuna level unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing. When I see attacks coming from all quarters, ninajuaga kuna kitu inakuja. Na I'm always happy because when you are not attacked,
by anybody. Ati watu wote wanakusifia, waroige, jua huko ndani ya simu katikati. Lakini ukisikia kamegogo hapo, kengine kamegoga hapo, kengine kamegoga hapo, unajua sasa umebugusa pale ndipo. Sasa endelea, weka mkaso hapo. Sasa hapo ndio umeshika mzuri. Lakini ukisikia hakuna mtu anakugusa, my dear friend, roda vitu. Ate no Maria wonaga guko. Na araika, oka na araika igana. Oka geika. Oka na murwe. Na araika mugwaja. Moka guko. Kama sasa nimedepend. Tarugo tu da. Alikuja. Guga hedera weka repentance ne karikira pio to muthe uri rikeire service ira twikire Holy Communion matagetaga holy grounds ni maikurukaga auma haha na mana murwe na reke gwere thirie mwe. When she comes in a white robe and a blue belt, you rise. Haya. Maana ni kuthoma turathoma ile tiguo. Ni kusoma tunaso? Unajua hizi dini zote ni moja. Hata hii ya Mama Maria ya Orthodox. Nilienda Moscow, Russia. Ndirakora kanitha kaidi kuo. Niko gathanaga Russia. Putin athanaga na kanitha kaidi. Nimuonirio kinya metharafa. Simuliona kwa thigira. Baka msalaba ni wa independent church. Ni independent pure. Sasa utarudi useme nini? Nikaenda kwingine, nikakuta pale independent ya Kenya ilizaliwa. Niliwaekea. Pale ilizaliwa ni Moscow. Na ijue tutengereta igiradi na kule koge Catholic na ile ingi. Na igwa nake na Orthodox si ndio ilizaa Catholic. Si ndio? Kwa hivyo mama ya kanisa zote ni nini? Ni independent, si ndio? Independent church. Todo kihumo kile. Catholic. Hapana. Hapana. Orthodox ndio ilizaa Catholic. Kulikuwa na disagreement. Yani madhabahu ile ilikuwa main na original ilihama na Catholic. Na wale ile sababu tuseme hii kanisa imepasuka mara mbili. Sasa ile kikundi moja ihame na Kigogona ni Catholic. Lakini Orthodox was the church that was founded 340 AD. Catholic ilikuja 740 AD. Na hapo ndio baadaye Catholic ikazaa Muslim. Waislamu walitoka kwa Catholic. Ndio naonanga tabia Muislamu na Catholic ni one and the same. Bwana asifiwe sana. Na katika hiyo ndio ilizaa kitu inaitwa Buddhism. Buddhism ni ya Wahindi. Walizaliwa bado na Catholic. Catholic ile ilitoka na watu walikuwa na urge ya kusukuma gospel. So walisukuma gospel kuliko Orthodox. Kwa sababu Catholic waliweka tuuongo kidogo. Wacha tuongee, waliweka tuuongo. Na watu kwa sababu wanapenda tuuongo wakawafuata. Orthodox wali remain na the original Bible. Mpaka saa hii ndio nasikia the original Bible and the original Bible ambao ni ya ukweli. Ni ile iko na vitabu 83 na ni Ethiopian Bible. Na imekuwa banned. Wametuzuia, lakini nilienda na nikaipata Moscow na zinakuja kadhaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hiyo ndio ile kitabu inaongea ukweli na ndio iko na ukweli. Catholic walitoa zile vitu mzuri wameficha kule kwao Vatican kwa library yao. Wameficha ndio wako na siri ya dunia na code zote za dunia ziko na Catholic. Ndio naona katika ibada wako mbele yetu. Msiwachukuange hivi wana. Catholic wako mbele yetu.
kwa ibada, maana wako na siri za ibada na walificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao ukiingia kwa wale wako na nguvu ya mamlaka ya mbinguni ya kimadhabahu ni Orthodox, lakini wamesukumiliwa wakafungwa na hawa wa Catholic. Wa Catholic ilichukuliwa na section moja ya watu wanaitwa the Freemason. The Freemason ni watu walikuwa naongozwa na familia ya watu wanaitwa Rothschild. Rothschild ni familia 7 ambazo zinatawala dunia. Familia 7 ambazo zina control dunia. They are there. Wengine wako German, wengine wako America, na wengine wako Israel. There are only 7 families that determine the fate of this world. Now walicode damu ya Musa, wakacode damu ya Solomon, wakacode damu ya manabii ambao walikuwa huko, na wakachukua secret codes ambazo husababisha tukaweza kunawiri ama kuendelea. Na hizo vitu zote zimefichwa ndani ya Vatican. So kuna secret feature. Lakini wale watu ambao wako na madhabahu ile original, ile Peter aliambiwa, na ndio iko Russia mahali panaitwa St. Petersburg. Hapo ndio Yesu alizungumzia Peter. Lakini hawa, kwa sababu si mbali na Rome na Moscow si mbali, hawa walingoa ile kanitha ni garatokire. Garathi na chairman marathi na kichuje kimona yake marathi na king. So Orthodox kwa sababu ya communism haikuweza kufaulu kuenda sana. Lakini Catholic kwa sababu ya capitalism ilifaulu kuenda sana. Unanielewa? Ndio unaona Orthodox ndio ilisaidia many African countries to be liberated from the colonial masters. Kenya tulisaidiwa na Orthodox. Ndio walikuja wakashikana na kina Muse Kahehia wa Independent Church, wakawasaidia, na hao ndio walianzisha Independent Church na Independent Schools. Ya kwanza kabisa mwenye ilibegwa pale panaitwa Odhaya, mahali panaitwa kunaitwaje hapa mahali Kagere, Feredia. Nilikuwa natafuta Feredia. Kwanza kabisa walijenga Kagere, alafu wakajenga mahali panaitwa Feredia. Hiyo ndio kanisa ya kwanza ya Independent. Na ilipojengwa walipatiwa shamba karibu neighborhood. Catholic ilikuwa hapa na Independent ilikuwa hapa. Catholic walifanya mbinu zote mpaka wakangoa Independent. Kwa sababu wale wanatesanga kanisa ya Independent. Si serikali ya Kenya inapigangwa na kanisa ya Catholic. Maana Independent Church ikiinuka na isimame, itaweza kufichua siri nyingi ambazo zimekamata maisha yetu. That is a topic for another day. Hiyo iko deep. Hiyo hamtaelewa. Nyinyi unajua mnataka pokea. Receive in the mighty name of Jesus. Hiyo achana na hiyo receive. Wale wako na siri kutushinda. Mnatembeaga mnaona kanisa za Catholic venye zimejengwa? Yeah? Architectural plan peke yake ni zaidi ya 20 million. Architectural plan, kuchora na kalamu na rula na kuchora, architectural plan is more than 20 million. Si mjengo, the architectural plan. Sio kama mnanielewa? Ni mnamenya niki? Moshoro ule ushora kwa karatathi-ini, cost ya moshoro ucio ni 20 million. Yeah? Na wewe urathi matu iguru, kanitha karia wakeire Ngai ni ka ngiri 55. Kama Fatima Kioro. Ujira for sure ona Ngai agioka muthi oria tiri ukai tanyonia nyumba haria ujakeire. Wewe upresent Kioro. Mafatima Kioro na Bito. Na kemo Catholic a present architect nyumba. Aonie Ngai architectural plan. Ngai agicoka mwena uriko? Yeah? Ni kurora haria aheithitio gitio. Sasa wewe unakaa hapo umekauka. Wenye unaenda bikuni, wenye Catholic atachomeka. Wacha nikwambie, kama kuna watu watachomeka dunia hii ni warokole. Nyinyi waokofu. Mwako mwedu kusia kutukaniriria. Yes.
You got nothing to present before God. Gotire Catholic, wacha nikwambie siri moja. A Catholic, they don't matter. Mimi nilitafuta hapa hall kwa sababu ni karibu. Watu wa Kikuyu gari moja, watu wa Thika gari moja, watu wa Kiambu ni gari moja, Gong ni gari moja. Nilitafuta mahali mnaweza kukuja kwa urahisi. Lakini Catholic watatoka hapa waende Gong Forest kule katikati. Hakuna mtu, hakuna ishara ya binadamu na hakuna ishara ya wanyama, na anajenga kanisa hapo na watu wanaenda wanajaa huko. Huyo ni mtu ako na kingly anointing. Ako anajitambua, ako na mafuta, anajua kingly anointing is working in me. Catholic, they don't go positioning venye tumekuja hapa ategotegera andu haha kumaigira murango ine temoke maigirite. Havana. They don't care about, they get it right into in the side the forest, katikati ya forest. Huko ndio wanajenga kanisa, wanajenga hospitali na wanajenga shule, na hakuna ishara ya binadamu. Huyo ni mtu anaamini ako na anointing, inaitangwa kingly anointing. Kitu ni kuchotewa, tulichotewa. Tatahirio na giciko kira sukari kala kanini anigotoroga tuthiete matu iguru. Sasa nani yako na imani? Unasikia huko Saudi Arabia Catholic wamejenga kanisa, wewe enda ujenge, utachomwa asubuhi. Wale hawawezi kuchomwa. Kwa nini? Enda huko Garissa kule yule msufadha alikufa, kuna iko katikati ya kichaka amejenga kanisa, na iko na watu wanaenda huko. Gaka gaito ginya niko huheria ginya tumuheaga bebe goko niguo muke. Na kule mundu ginya arathi na ciana ciake na indo ciake na indo ginya mburi akaruta, na ni maruta na ni na mari na miaki nyumbani, wanakuja na mufia anakuja mpaka nyumbani, na anapaka mtu mafuta uguo nyumbani. Imani strong. Na niguthi urathi matu iguru na ginya nduriki na ginya ne kuhuhererio ginya gukinya guko muthe ne kuhuhererio huhereirio. Mami I wish mnaweza kuelewa siri za madhabahu. Nitawafundisheni next time siri za nini, ndio uelewe how to bribe your way into the kingdom of God. Those people, they know how to bribe their way. State House ya Moscow imejengwa chini ya madhabahu ya Orthodox. Imezingirwa na ndani yenyewe ni Orthodox ndani. Mpaka president mwenyewe ni Orthodox. Ana rule na madhabahu. Jamaa anaenda na anashika inchi mzima inaitwa Ukraine, na anaambia Amerika kujeni. Okay. Ni morowaga kujeni. Walijaribu. Saizi wanamubebeleza. Wanaenda kuongea na mpigwo. Badala wapige mpigani, wanaenda kuongea na mpigwo, wanaambia ndweherere mundu nani egukunina. Maana hawana nguvu. Maana ule jamaa amesimama na madhabahu. Kusimama na madhabahu. Enda Japan. I'm glad my friend is here. How are you? How is Japan? Tatwalirie ke Japan. Konnichiwa. Ogenki desu ka? Konnichiwa, habari zenu? Ogenki desu ka? How are you? Mko wazima? Ogenki desu ka? Makosho kiete? Genki desu. Genki desu. Ogenki desu ka? Thank you. House uko kuhia na tere. Riu ni spring na gutire heho. Ni kwega riu. Niki uratureheire no tumundo tu tukotuhia nogu tunyitaga maitho na pegi. Thank you. Nona tuna shirika ginya Japan. Yes. Na ndirenda na nyu muthie kundu kungi. Na ndirathi UK. No kwenda no ekwenda tuthie nake. Ayago kana iguru. Ateke. Ni mukwenda guthie? Thiĩ ũgũre gakuo kega. Thank you. Wathani agocwo.
Niliwaambia mkae tayari, safari zimefunguka. Unajua mimi siendaki kuomba visa. Ninaitisha kwa passport, patia na passport iende kwa visa inaletwa. Haleluya. Ingine natumiwa kwa simu. Hii visa. Haleluya. Kwa hivyo kama uko tayari twende UK, tunaenda. Pasaka itanikuta UK. Sema Pasaka itanikuta wapi? Wewe ugakoroko. Wewe ugakoroko. Kwa runinga ukiniangalia. Tutaonania kwa runinga. You will follow me. Ninaenda kuingia kwa madhabahu ya the king. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko on a mission. Nilikuwa Moscow. Kufika Moscow kukanyagisha miguu, Putin akapigiwa simu na nani? Na Trump. Saizi they are in the process of discussing the peace. Na in a month's time kutakuwa na peace. Na itaingia Europe yote na kila mahali. Sasa tunaenda huko kwa king. Twadhikogera dhamaki wa thayo. Mwadhani ya gosho. Maana huko ndio wameficha. Kuna kitu walichukua hapa. Kuna vichwa za watu watatu. Vichwa ya Kiwayaki iko huko. Ya Koitalel Arab Samoei iko huko. Ya Mekatiriri wa Mensa iko huko. Iko huko. Sasa hiyo walichukua ni madhabahu, ni ufalme walichukua wakaupeleka huko. Maana they were not killing just ordinary people. Walikuwa na kill people who are carrying the anointing. Ambao walikuwa wamebeba ufalme. Sasa wakachukua ndio wanatawala nayo dunia. Ndio nimewaambia kuhusu coding of the kingdom. For you to become a president, you must understand the code, the coding. For you to become a leader, kiongozi wa anything, you must understand the code. Nitawafundisha mambo ya how to code and how to decode. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nanga Catholic wanatumianga namba za Roman numbers. They are coded. Unakuta I inasimamia nini? V inasimamia nini? 5. X1 1X. Yes, there are coded messages ambazo hatuzielewi kwao. Watakuandikia V watu unaona inaitwa Vicarious Viridae. Na ukihesabu Vicarious Viridae ni number 666. Na hiyo Vicarious Viridae ndio imeandikwa kwa kofia hapa juu. Lakini sasa ukihesabu hizo Roman numbers zitakupatia 666. Sasa unaenda kuhesabu kuangalia hii namba waliitoa wapi? Ni watu wajanja. Hii namba ya 666 waliitoa wapi? Utaikuta kwenye wile wanasema 144,000 saints. Kumbe na wao walikodi yao ikakuwa 666. Maana Biblia inasema ni 144. Umeona? Sasa ukikodi 144 itakuletea 6. Na hiyo ndio wanatumia kwa sababu ni kubadilisha kubadilisha nyota. Walisoma Biblia mbele yetu wakabadilisha system. Sasa sisi tunakujanga na wakatuweka kwenye madhabahu tuendelee kuombea hiyo kitu wamebadilisha. Na kitu kikiombewa hata kama ni kibaya, tuunganishwe dunia mzima hivyo tumeunganishwa na Catholic, tunaombea hiyo kitu itakuja kutimia, maana tumeinua madhabahu. Catholics are more than 40 million ama whatever million, kama 100 million or 200 million. Adwasho magia bararia mokoma wa igoro uguo mari hamwe kido kiu nigiatuika kigogona. So siri ni ile wanajua how they coded. Wanajua Mungu anataka 144. Wao wanaicode. Wakiicode inatoka inakuwa 6. Sasa yao ni 6. Lakini ya Biblia ni watawala. Na wale wataingia kwenye ufalme wa amani. Nao ndio wanakuja na 6 kusema wao ndio one world order. Umeelewa? Sasa hiyo ni sawa na hii kitu tunasema udhamaki wa thayo. Lakini ile sasa ni one world order, they want to rule. But now wametoa kwenye Biblia, wameenda kuitumia kwa njia zao.
Na ndio niliwaambia last week, hii madhabahu ni ya Mungu, lakini pia mchawi ako na nguvu ya kuja kutumia hii madhabahu aende akaroge watu. Anahitaji tu kujishikanisha na hii madhabahu apate nguvu. Maana madhabahu ni ya kukusaidia upate nguvu. Madhabahu ni ya kusaidia hiyo kitu uko nacho kipate nguvu. Kwa hivyo unaweza kutoa dhabihu, mchawi anaweza kutoa dhabihu, and that is why we normally guard this place. Ndio naona kabisa mimi nakuanga jealously kuguard. Na hata nikikuta unaomba hapa, nitakumvuruta tu nikutoe, maana sijui unafanya mimi. Kwa sababu utakuta mtu wako hapa lakini unaona kumbe ni cantation anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni cantation. Ana summon demons. Ana summon demons. Na hizo demons akisummon anatumia hii madhabahu kuzipatia nguvu. Alo. Mnanielewa lakini? Kwa hivyo ni vizuri unaelewa, kwa maana unaona hivi tumekaa, utakuta kuna watu amekuja hapa, hebu angalia mwenzako venye amekaa. Muangalie tu mikono, ameweka mikono namna gani. Utakuta kuna mtu amekaa lakini ameshikanisha miguu, amefuga miguu na ameshika vidole zake hivi. Huyo mtu ni mchawi, ni mimi anafunga. Lakini yako mahali wapi? Sasa nitajaribu kuhubiri, utakuta nilianza na Nehemia, utanikuta nimeruka niko Yeremia, nimeruka nimeenda Revelation na hakuna kitu kinapelekana. Kwa sababu kuna mtu alikuja na akanifunga, akacode na akanifunga. Maana kuna coding, hata vidole hivi venye kufunga, kuna coding wanatumia, ananifunga na anafunga miguu yake na afunga hapa. Sasa mimi nitashinda nikisema hata ile mahubiri yote nitapiga makelele, nitatusi watu, nitaongea maneno mengine. Wakati mwingine mkiona nimetusi watu hapa, kuna kamama kamenifuga hapa. Muikarete ugo karora kamundu cio amekaaje? Uikarete ate mama. Niki uhubirite na guko. Yes. Kana tigwo mundu wa Ngai. Nikore maundu kamaci. Nikore. Muhaga ate akorino. Ni ndioi. Naruga. Iko. And this is happening in churches. Na unaweza kufungiwa hivyo, ufungiwe mpaka kwa nyumba yako, ufungiwe mke wako, ufungiwe bwana yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hapa wamenifunga mimi, wamenifunga nimekuwa bwana yake. Wamenilock. Na amefanya dhabihu, amenilock. Sasa mimi hapa napayuka ate mweri wa June nigakoro na mundu June igakinya. Mukagora nyumite ore ndari. Na ti mundu itarona. Gari na Alice na tukaigua na tukabaka na June ya kinya, June Alice andarenda konyona. Tondu hari mundu wiguku ashani code. Sasa mimi ni mhubiri na alitumia nini? Alitumia hii madhabahu. Alafu alitoa sadaka kwenye nini? Kwenye hii madhabahu. Mimi sijui kama kuna sadaka imetolewa. Kwa hivyo hakuna siku nitajua. Yeye ni mwerevu kuniliko, maana alifanya in the secret. Yeye ametoa dhabihu, yeye peke yake ndiye anajua ile dhabihu ametoa. Mimi sijui. Ugo ndile na ngiota ku counter. Siwezi kutoa dhabihu nyingine maana sijui kama hiyo kama kuna kitu alitoa. So mimi nakaaga tu hapa, kumbe alinifuga na akaniweka kwa mfuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So wako, na ndio naonanga wakati mwingine nafanyanga ibada ya kuvunja madhabahu yale tunajua na ile madhabahu hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Na we must do that continuously. Maana utafugwa leo, kesho nitakufugua saa hizi. Na wale kwa sababu wako kazini watakufuga kesho. Na inakuwa ni hivyo. Wale kwa leo ni mohanaga. Mohanaga. Bisha. Mahore bisha. Kirugame. Ramya huko demo. Lakini kule nini dika na radi no mahore bisha, no mahore kusha, no mahore juire, kalamata. Naigwa. Kwa waganga wanatumia picha, kucha, nywele ama mate. Leo gioke na ni mata makoreda. Ukona mundu ni umithia na hau na kagashifu. Tondu no mwe kwendaga. Ogwo tu. Ariage maenda mukome nao. Agakwira rehe na akwira no nginya tuhuthire kiratathi. Agacoka akwira kiratathi kiu rehe thithie ngate. Tigote athigote akihura muhuko. O kwa mundu mugo. Nigetha nyite mbegu ciaku. Niki? Kucha ni kwa nini?
ni DNA. Kucha, zile vitu ziko na DNA ni mate yako, kucha yako, nywele yako, na nini nyingine? Na damu yako. Hizo vitu ndizo ziko na DNA. Kwa hivyo wachawi wamesoma hata kuliko wa sayansi. Kwa sababu hii si kitu ya jana. Akoti higo mana inventile. It has been there. Si kitu ya jana. Kwa hivyo waganga na wachawi walisoma hata kuliko nini? Niyo metako oge ajata. Sasa oge ajata tuko na wao hapa. Wamekusoma na wamekukod. Sasa wanajua wewe ni bilionea. Wewe ni tajiri. Sasa huyu atakukod. Ile kazi yote ungefanya unaifanya, lakini unakuta mshahara nani anakula? Unaota mpaka unaona gari ni VX, lakini unaona Alice ndio anaendesha VX ile aonile. Kinyoko ni ndio kiroto ine gari teno. Unanyita, kumbe ni hiyo gari yako, lakini amecode, ameichukua. Na hivyo ndivyo King Charles ama kingdom ya UK ndivyo walikuja Afrika, wakakuja Kenya, wakacode Kenya, wakaichukua, wakaipeleka kule. Ndio unaonanga kila wanapofanya kunakuwa na mabadiliko ya mfalme. Queen alifanyikia wapi? Wapi? Treetop Hotel. That is where she became a queen. Charles amefanyika king kule. Amerudi wapi? Alikuja mpaka akaenda mpaka Treetop. Akarudi akaenda Mombasa Likoni. Na akakuja mpaka pale Uhuru Garden. Aka connect na the source of their power. Alipo connect na source of power yao, sasa akaenda kule akaanza kururu. Na akadanganya Ruto mpaka wakaakisha moto pale Uhuru Garden. Si waliakisha kanyungu pale, wakaakisha moto tena. Maana yule mama alipokufa moto ulizimika. So lazima angerudi Kenya ndio aakishe moto, ndio aweze kutawala kule. Kwa hivyo Kenya sisi ndio tumeshikilia nani? Katika mambo ya kimadhabahu and in the spiritual authority, Kenya ndio imeshikilia UK. Na hata ukiwafuatilia sana, they respect Kenya than any other nation, because they know it is the cradle of their power. Are you getting me? Ukiuliza hawa watu wa Maumau ndio watakubatia, watakuelezea Kenya what it means. Na sasa ndio lazima tukanyagisha miguu hapo, ndio tuende tuchukue hiyo mchanga, tuirudishe mahali ulitolewa, ndio Kenya ikuwe na independence in the spiritual realm. Hallelujah. That is the mission where we are going there. Usione kama dadhi korora ni didi ya korora. Na ona dadhi korora le. So nataka kuwashukuru kwa kusikiliza. Hiyo is for another time. Sijui ni kwa nini nimewapatia dida yako mwira. Todo mutinyi itaka. Todo na dari ya deto icio ciothe ingemuria ni atia dauga gutire mundu wanyita. Ingemuria ni kifukurire ko thomire gutire mundu wanyita. Todo maundu maingi. So napa nina matangazo kabla sijaanza kufundishana. Kwa wale ambao wanataka kustuma wako online, mtu ako ngambo, ako Kenya, wherever you are, kuna namba na watu wa media, muweke hiyo namba iflash, ndivyo nimeambiwa ikue kubwa venye mnaekanga Biblia, watu waone hiyo namba ya pesa, kwa sababu watu wengi wamekuwa kiuliza M-Pesa iko wapi. Tunataka pesa. Msianze kutuambia ati hiyo kanisa mnaibesha. Mimi nataka pesa. Nidireda kule hadhitima. Nataka kulipa hall. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu mnaonaga wanapiga gitaa hapa. Siwezi kuambia nendeni nyumbani, Yesu anakuja. Hapana. Lazima niwapatie fare ndio kesho wakuje, maana wamededicate hapa. They are here. Hello. So ninataka nini? Kwa hivyo wewe unataka kafe vite, umegwa kafe vite, tuleda pesa nyingi. Bili yetu per month tunatumianga 1.5 million kwa vitu zetu zote. So 1.5 per month tunatumia per month. So igiaga kuwetia pesa gwikatia. Uleda gohagi hale na kiria na geta na ndino hotio sio. Niko na uwezo ya kufanya, nilifanya hivyo, niko na experience. Na nikikunyonga hapa utatoa, hata fadhali utolee hapa ile kidogo naweza kutoa, badala tukunyonga, kwa sababu utatoa yote huko nje. Utatoa yote.
Bwana Yesu asifiwe sana. So we need the money. We need to support the ministry. Kwa hivyo wacha kufanya bidii. Fanya bidii. Ondoka kwa hiyo kafefte. Najua yes. I'm not saying kafefte sio kazuri. Kafefte ni kazuri. Lakini fanya bidii. Wachana na kafefte. Toa 500, toa 1000. Ndio tuweze kulipa bill zetu vizuri. Na niwache stress. Nigetha hote kumuhe kiugo kirikeru. Tondu rimwe rathi haria gethoma Biblia nigetha njoke ndimufundithie gathimo gagoka ka Rand Road. Ngamuhenia ngamwira apostle Ayuko anahubiri higo ganyita inyoro. Apostle Ayuko anahubiri, akimaliza kuhubiri tutamwambia. Riu noigwa ndathondeka muthingi wa maheni. Riu guka kuhunjia ki? Guka kuhunjia ki muthuri? Guka kuhunjia ki? Ndegeragia kuhunjia ndimwira sitaki watu wa uongo ngomakandirikania. Ore wahe nani? Bwana Yesu asifiwe sana. So to avoid this, I want to encourage all of you. Tujitume tufanye hii kazi. Venye mnaonanga najitumanga kabisa tufanye hii kazi. Tafuta kagiri. Ukikuja huko tugiri 5, tugiri 3, tuwili. Kulingana na venye Mungu anakusaidia. Ngangana tu. Najua Mungu atakufungulia milango. Tunasaidia. Hiyo tradition najua mlisoeswa ile kanisa ingine kamia kamoja tumia tuwili. Yaani unakuta mtu kibeti amepanga pesa hata alikanyagisha gari, alizigoka na mawe ndio shiga nileke feti. No oka amenyerete no nginya ngiruta shiringi 200. Tume hau nigetha turathimo. Tume hau turutira wa Ngai. Na Ngai ni agututwara to another level. Bwana Yesu asifiwe sana. Ti ati he mbeca citithia matu-ine. Ti Ngai uriaga. Nwanyita. Mnielewe vizuri. Nakwambia toleangi ni Mungu, hiyo ni lugha ninatumia. Mtolea nani? Lakini in the actual sense ni sisi tunatumia, ni mimi mmoja. Gekira kagari fetro. Na tukahota kuriha rent yago huko, tukahota kuriha mundu uri na kamera, tukahota kuthambia kanitha gathera. Mnanielewa lakini? Yes, hakuna agent wa Mungu anakuja kutoka huko ati ateremuke abebe hiyo pesa. Ni mimi nitagawa. Niko na wazee wa kanisa hapa. Tutaenda tukae chini tugawe, tuseme hii ende hapa, hii ende hapa, hii ende hapa, hii ifanye hii kazi. So that is why we need your support. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sitaki kuingia mahali nifike nianze kufake miracles. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki nifike ati nianze kukwambia unaitwa nani? Unaitwa Alice. Naitwa Alice. Mko kwenye familia yenu mko wangapi? Unasema tuko 5. Oh my God. Rabaraka shinde. Oh Mungu simamisha. Ninaona jeneza 5. Mungu simamisha. Ninasimamisha. Sasa ukisikia jeneza 5 and you are in a family of 5 na huko na shilingi 1300 kwa nyumba, utaongojea masaduku ama ni utoe shilingi 1300 tuzuie masaduku? So I will not want to be there. Mimi ni mtu najua kujitafutia. I will not want to fike hapo pa kudanganya watu ndio tuweze. Unaonaka kama siku hizi nimekuwa Waroige, jina Waroige, ukitaja Waroige, bloggers wote ama mtu yote akitaka kutafuta views na watu anatajaga Waroige. Aogeka kitu kabaya kidogo kwa Waroige ndio apate views. Kama kuna kamjaruo kingine kako hapa. Ni wa Eldoret ama ni wapi hiyo nilimuona jana? Ni wa Eldoret. Anaitwa Onyango. Sijai muona tena. Na ananijua. Ati nilikuwa nimeenda kwake, nimemtumia spells. Kwa hivyo mtu ni wa devil worshiper huyu. Si ndio? Could be ni mtu wa devil worship kwa sababu tulianza maombi hapa lini? Kitu last week ya kupigana na principalities na dominions. Kwa hivyo kamegogwa. Kanasema Waroige, you are sending me spells. Usinijaribu tena. Ati usinijaribu tena. Enda uulize, utakuwa mwenda wa simu. Sasa sio automatically mtu amekwambia ni mchawi. Ni wapi kwenye Biblia inasemekana ati nitatani wewe ukuwe mwenda wa simu? Jesus blessed them. If you are a man of God, you bless people. Even your enemies, the Bible says, bless your enemies. Anasema nitakuwa mwenda wa simu kwa maana ameproof yeye ni mnani?
ni mchawi. Tuliguza uchawi. Last week tumekuwa tukipigana na uchawi. Tuliguza uchawi yake. Kasema mzee kameruka, kameleta shida. Na kakasema nini kingine kalisema? Na Harrison ati alikatasa Harrison kunimwagilia mafuta kwa sababu Harrison pia ni mganga. Alafu Wairimo ni mchawi. Kakasema Wakikuyu, wanini wote mapasta wote wa Kikuyu si wa Mungu, ni wachawi, ni wagaga. Wairimo ni mganga, Kemani ni extortionist, Ng'ang'a ni akata komada. Why? Kwani Mungu aliona tu Wakikuyu pamoja na Dora wakaona hawa si watu wazuri, akaenda kwa Onyago. Onyago sasa ndio anaona Ng'ang'a ni mbaya, Ng'ang'a mwingine ni mbaya, Waroige ni mbaya, Wairimo ni mbaya, Wajiro ni mbaya, hata Maki Kariuki ni mbaya. Wote mbona hakuna Mkisia ameona? Aliona kabila moja tu. Sio ni siasa ile ya Raila amepeleka kanisani. Hiyo ni siasa ile ya Raila. Ama ni kwa sababu nilisema Raila ataaguka. Na ataaguka. Na mwezi wa 4 mtasikia maripoti tu. Mwambie ongeze. Mwambie sisi mtu wa Mungu hauangi. Mtu wa Mungu halaani. Mtu wa Mungu anabariki. The Bible tells us bless them. And because he has said ati mtu atakuwa mwenda wasimu, obviously tumejua who is this, ni mchawi. Kwa hivyo uchawi yake yote tumeua katika jina la Yesu Kristo. Na hatutasema irudi kwake, akobolewe aokoke. Kwa sababu nimesikia pia ni baadhi ya wale watu wanaitwa ni gay. Wale tuliambiwa na huyu msichana, wale wa kulala na malaika wa shetani na nyuma. Ni yeye, ni mmoja wao. So it is that group trying to fight back. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yeye kama mimi, mwambie mimi sina hii maneno. Yeye alarwe na wewe vizuri, amalisiwe, sisi tunamuombea wokovu. Na nitaenda hiyo Eldoret. Nitaenda kumtafuta. Mwambie nitamtafuta na tutaenda kumsalimia. Tumuombee kuokoka. Mimi nitamuombea. Na hiyo ripoti muweke vizuri. Umesikia? Wewe umesikia? Muweke hiyo mzuri. Mwambie tunaenda, ninakuja, ajitayarishe, tunakuja na kikosi yangu kumuombea aokoke, atoke kwa gay. Kwa ile wewe Onyango, Omera, wachane. Abiro go isan. We are coming to your place in Eldoret. Mimi Ndura Waroinge na nitaita baka bishop, mabishop wote wa Kikuyu. We come and pray for you uokoke. Utoke kwa gay. Na hiyo mambo ya Lejo Maria. God bless you. Sisi hatutakuombea ukue mwenda wazimu na hatutasema ukue mbaya, ukufe, hapana. We shall pray for you. You stand up like a man of God and preach the word of God. Amen. We are blessing you. We understand you know. We understand ile roho ya Lejo Maria ndio ija kutoka vizuri. Lakini tutakuombea ikutoke. Utoke kwa umweri. Inaitanga umweri. Atoke kwa umweri, aende kwa Yesu, tuhubiri. We need many. Tunasema hii ufalme ya Mungu ni kubwa, wafanyikazi ni wadogo. Sasa tukipata mtu kama hiyo already amejitokeza, si tumsaidie atoke kwa shetani. Tumlete kwa Mungu. Ndio ahubiri. We need people. We need them. He's our brother. Ni mtu mzuri, hata ukiangalia nilikammuona hata kama amekoda kidogo, ni mtu anaweza kwenda bali, ni mtu anaweza kwenda safari, atastahimili kidogo. He's a good man of God. Tutambadilisha tu. I will come. Eldoret, I'm coming. Nitakuja kukaa hapo Kapsaret. Bwana Yesu asifiwe sana. Another announcement. Nimeenda sana. Another announcement ambayo tunafanya, nimeulizwa na wase ambao tunaitanga Council of Elders. Wameniuliza vikundi vyote ama leadership zote tulikuwa na evangelism, tuko na deacons na what. Wamesema to dissolve zote, wajenge vitu mpya wao kulingana na venye wamekaa chini wameonelea vizuri. Kwa hivyo hiyo evangelism ya crusade, hiyo ya deacons, hiyo yote from now haiko. Ile kitu tumebakisha tu ni hii, na
ule mtu anakaa pale anaitangwa kutusimamia pale anaitwa Dorcas. Lakini ingine hapa sasa hakuna mtu akona mahali, hata women leadership, wazee leadership, yote leadership zote disbanded unfortunately. So wazee na wao I think wana plan Sunday watatupatia ile plan amefanya, lakini for now hii timu tu imebaki hii peke yake. Hii ndio hatukuguza. Hata kama Jona uliambiwa uharibu mitabo, lakini utatuandikia hiyo barua utuambie ni walikuambia ni nani na nani na nani, tuwashughulikie pia. Hao tutawashughulikia. Hawa ni mimi nitashughulikia. Wale wote walikuambia uharibu mitambo ndio tutambue ni wako na nguvu. Thank you. Sasa tufungue kitabu yetu tusome kitabu ya Nehemia 4 verse 1 to 23. Nehemia 4 verse 1 to 23. Kitabu ya Nehemia inazungumza kuhusu the opposition to the work of God. Sema opposition to the work of God. Si Proverbs, Nehemia. Kwani nani alikuwa? Now when Sanballat heard that tupatie Kiswahili sababu nimechanganya leo. Andu agikuyu muthe tutinagia na gikuyu hari kaundu turabanga nigetha tugie na sermon itu itutegutinda tugitukana na andu aya ni maragia muno, maranjira nga ni urathie muno, ni uraria ke riu ndenda kumeherera tuthie mathaa ma hwaini kana tiguo Wakikuyu. Tutafute mahali yetu tuache kusubuana na hawa wazee. Hiyo sasa unaona unachagua wazee alafu sasa wanakuambia mutara, wanaanza kukupaga, unapagwa. Sasa kwa sababu ni Mungu alisema wachaguliwe, si unatii? Tutii, tuwapatie nafasi na wao wafanye kazi yao, ndio tuone namna gani mpaka tuingie kanisa ikuwe mzuri, kila mtu akuwe na nafasi yake. Sanbalati aliposikia kuwa tumeanza kazi ya kujenga upya ukuta. Sema kujenga upya ukuta. Na hiyo ndio sasa tunafanya. Hiyo mambo umesikia tumefanya, tunaenda wapi, tunafanya nini? Kuna kamati mpya zitatengenezeka, ni kujenga upya. Maana we have been repenting. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukitubu. Maana tumegundua ya kwamba we have not done it well. Hatujakaa jinsi Mungu alivyotaka. Naye Mungu akaniambia nisomeshe kuhusu hii kitabu ya Sanbalati ya Nehemia. Yaani Sanbalati aliposikia kuwa tumeanza kazi ya kujenga upya ukuta, alikasirika sana, akaanza kutukebehi. Yaani wakati wowote unapoanza kitu kipya, wakati wowote unapoanza mipango mpya ya Mungu, kama hivi tumeanza kujenga ukuta, to build. Maana hapa tulikuwa na wakorofi. Wacha nikwambie, kama kuna kanisa nimewahi kukutana nayo dunia hii iliyo na wakorofi ni wani? Kwanza wale watu nasemanga wamekaa hapa ndio wamekuwa wakifukuza watu. Sasa ikabidi tubomoe kila kitu ndio tufanye nini? Tuanze upya. Maana walikuja wakakaa, huyu amekaa pale, huyu amekaa pale, huyu amekaa pale, kumbe wote ni maagenti wa shetani. Kai. Mwadhani ya gosho. Do you know I was shocked kusikia ati kuna mtu anasembia huyu ati uzime mitabo na ungoe kababiri pale ndio misabo isiogee hapa ndio wajue ni sisi tunasemaga. Yaani aturania mwana maita mere tumuga yane. Yaani mundu ucio ne kanitha guku. Na arauga apostle ndio na mwathani yake kwa bararia. Apostle ndio na mwathani yake gota ni ngomire ndikiroto ine ndona kanitha nene andu mekuihurite makaba toguo, andu mekuihurite uguo, kanitha ikuihurite. No ni mundu wa bakuga atiriri, mwana ni aturanio maita maigana? Uyu ni mwana uri kucio kurehe kanitha yo nene na ni wa mwaturania maita mere ati kata ngoa kamba na ni mtu anasema Bwana asifiwe. Kai muri muona ngoma na maitho ni guku ni kwendero na ile ngoma na maitho na mundu cia anamurisha nditaga dad kagwire mutikajete dad icio cia kwa ngoma tigo cienda usiniite hiyo dad, kana hiyo dad zako. Kama unazuia unasema mashini izimwe, iharibike, ichomwe, ndio ufurahi, ndio ujue amefanya. Wamejua. Verse 2. Ulikuwa mi hapo. Bili ya rafiki zake na majeshi
ya Wasamaria akisema, hawa Wayahudi wanyonge wanafanya nini? Yani unaiko na mako kuwete wamekubeba, wanasema hawa Wayahudi hawa taka kamutu kamunyonge. Yani hawakuoni, hawakutambui, maana wamekuchukulia na wamekuona wewe ni mnyonge, hauna mahali pa kuenda, hauna jambo la kufanya, maana wamekuzoea. Mako menyalile apostle dad apostle gila mandika ma message apostle, you know what, wadhali ya gosho, kwa sababu wamenichukulia kwa unyonge. Hivyo ndivyo hata wewe unapoanzisha kazi, unapoanzisha huduma, unapoanzisha kitu kipya, wale watu ambao wanakuangalia kwa upande wanaona unyonge wako. Kwa hivyo hawatambui Mungu wako, hawakutambui, hawakuoni kama kuna mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna kitu hapa, mwambie mwenzako kuna kitu hapa. Huyu Mungu ambaye tunamwabudu ako na uwezo. Watakuita mnyonge, lakini katika hiyo hali ya unyonge Mungu atakutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali ya kukanyaliwa chini utatumika. Katika hiyo hali ya kuambia ung'oe mitambo utatumika. Katika hali ya kusabotaji kazi ya Mungu, Mungu ataonekana tu. Haijalishi ni mafagira malafaga. Yes. Yesu walikuja akaambia, watumishi walikuja akaambia, kuna vijana hapa wanafanya miujiza wakitumia jina yako. Yesu aliwauliza namna gani? Wanatumia jina ya nani? Yangu ama mtu mwingine? Akawaambia yako, basi wacheni wafanye kazi. In any case, Yesu no arahujio. Mwanali ya bosho. Yes, hawa Wayahudi wanyonge wanafanya nini? Je, kusudi lao ni kujenga upya mji? Je, watatoa tambiko? Wanaweza kumaliza kazi kwa siku moja tu? Je, wataweza kufanya mawe yaliyorundikana kwenye takataka na kuteketea yafae kujenga? Those are the main 5 questions ambazo wanaulizanga. Kwa sababu ani wanakuangalia, wanashindwa, kwanyu niko umete ku wichikirana you, yeah? Kwanyu niko nyudogwa nu nyukwa nu, yani wewe arisi unuwale vugani uthomete ginya ko nigetha ukyo twire. Nanyita ni kiwina kyo nigetha ukyo twire. Ithuĩ twĩ apostle arekana ora mumenyire ira nikio gitoigithia kia apostle tumwega kemera thiru wari Nithe twarera nikana ndirakuaga turaga mugongo nithe turamuguragira raji muthenya ungi. Ndiwauza hawa wanyonge wanafanya nini? Je, kusudi lao, kitu cha kwanza wanaulisanga, hiyo ndio nataka tuangalie. Kitu ya kwanza wanaulisanga, kusudi lako la kujenga upya mji ni nini? Hii huduma, hiyo wirosho waberelia kusudi yako ni nini? Because they want to understand how far do you going. Their motive is to know how far do you intend to go. Ndio wajue ni nini, wewe ni nani katika ufalme. Ndio wafanye coding and decoding. Ndio kama wakijua uko na nyota, uko na power, uko na kibali, wakuje wachukue kibali chako waende wakakitumie. Kisha watarudi kusema, tulisema tu haka kama mtu hakuna mahali kanaenda. Si tulisema tu hakuna mahali kanaenda, tumekavuga, hata kanisa tumeifuga. Kuna wengine hapa juzi walikuwa hapa, ni members wa hapa, alienda kaeka kamba pale, na alipoweka kakamba pale kidogo tu ati amefuga kanisa, na akaenda, na yuko hapa leo amegojea kuona kanisa ikifugwa. Amekaa, hii ni wiki yake ya 4 akigojea kanisa ifanya nini? Deraigu oye pole yenda uvuge kengine, ako kalipotea, kalikuliwa na umbu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna mwingine bado, lakini leo hajakuja. Kuna mwingine bado alichukua ile damu ya mama, ile damu huko, akachukua picha yangu, akaiweka hiyo na akaifuga na kafuga na kaba. Nimefuga asihubirie watu tena.
najitaga dad. Maadui wako si wa nje. Wale ambao wanaweza kukumaliza kwa urahisi wanaitangwa household. They must be working with you so that they know your weaknesses. They know how to destroy you. The household enemies are more dangerous. Ni watu hatari, maana mnatembea, wanakufunga mkitembea, anakuroga mkitembea. Hata wewe ndio unampatia giri moja ndio kale getheri. Giri hakuri kabarari atidi atalete na rali atalete. Nigetha giri yo agatwarira mundu mugo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Akauliza, je, kusudi lao ni nini kujenga upya? Maraka niki. Ni kwa nini ukuta ujengwe? Ni kwa nini uchumi ubadilishwe? Ni kwa nini tukue na kanisa hiyo? Wazee wanakuja kufanya nini? Elders, what is the role of elders here? Wanakuja kutufundisha nini? Maraka gutwira atia? Ni maramenya kuria tumete na apostle. Ni maramenya uria tunganganite no ya tunyitereire kigongona giki na apostle. Hallelujah. Kusudi la wa elders muroka gwika atia? Ni akie muroka gwika kieru. Ni muramenya ni kwari age, ni kwari committee ege na ni yagoire. Ni muramenya ni kwari ege na ni twaringire. Inywe ni nywa. Inywe ni nywa. Murana mageto kinyako. Wanaitwa household enemies, ambao walimulikana wao mkazoeana mpaka wakakosa kuona mafuta, wakakosa kuona the anointing in the house, wakakosa kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudi. Maadui wako kitu cha kwanza wanatafutanga ni kusudi yako. What is your intention? What is your plan? They do analysis. Na wakati Musa waliambiwa wanatoka waende Canaan, alituma kina Joshua na Caleb na watu wengine 10. Akawaambia waende mpaka Canaan wakachunguze. Hiyo ndio inaitangwa kusudi. Sasa kuna watu walikuja wakakuchunguza, wanakujua nyota yako iko namna gani. They are dealing with it. Ugutura haha, ugutura ukiritaga, ugutura uthiaga, ugutura mahoya, ugutura gikagate. Nothing is happening because kuna oge ajata aria meguko. They are here and they are working and they have distorted the formula of your line. Wamejua, wamedecode your number. They have gone to the laboratory. Na wakalipo ingia ndani ya laboratory wakachanganya chemicals zingine ikachomoa. Ukichanganya rangi ya green na rangi ya white na rangi ya grey inatoanga nini? Wale tulisoma indigo. Red, no, green plus white plus grey inatoa purple. Umeona? Originally umenunua rangi ya green. Originally umenunua rangi ya yellow, ya white. Originally umenunua grey, lakini bado grey unakuta ni grey na black, ni black na white. Lakini imeproduce kitu kingine. Hivyo ndivyo wanafanya. Hivyo ndivyo walijua wewe ni businessman na wakajua line yako, kisha wakakupeleka kwenye mahabara ya kishetani, wakakudecode, wakakubadilisha. Ruo turaga wade apostle Lucy. Duraga kode apostle Lucy. No Lucy. No Lucy. Lucy. No agarura nilio tene. Ulibadilishano dokora wa apostle dokora wa mushirika Lucy. Madhani ya gosho. You are a business guru. Wewe ni mtu biashara. Unatokanga hapa, unaenda mpaka Dubai, unaenda mpaka Japan, unaenda mpaka wapi? Unaenda mpaka Turkey. Wewe ni mtu biashara. Lakini walielewa biashara yako ni gani, wakakudecode, wakakubadilisha. Ukafanyika nini? Ukafilisika. Huyu mwenye alikudecode ukakufilisisha, naye anafungua duka. In readiness you come. Atafungua mahali lazima utakuja. Nakuja jaime kupiga sukuru fees ndio hiyo. Ugothito inaitha ushoneto nini ginyo gaikara wega. Ka Grace wito mwathani yagoco. Ni gutire wira ndegete. Ni ndari na wira munene toyo waku. No ni waharire. Ni gutire undu ndegete ona uriku kana uriku.
ndaguthaitha tu ni ona wakwa no kunyandika unyandike ya hote kurehe ciana gya kuria no no wakuohire ni grace wathi kumuhoya ki wira nigetha tondu arenda neemeo yaku arenda kiuheo kiu gyaku urutaga wira nakio hiyo kipawa ambao unafanyanga nayo kazi anakitaka ukuje kwake ndio ufanye hapo kisha anakuachia duka anakuambia me I trust you mimi najua ukiwa hapa kila kitu itafanya kazi mimi hata nilikuwa naomba Mungu nipatie mfanyikazi mzuri hataki kuangalia mahali ulikuwa maana anakujua ulikuwa unaendesha gari anakujua you are in a position in a great position anajua you are glorified kuna kitu ulikuwa unafanya very powerful but now you are not there lakini anakuandika kutoka hapo anaanza kukutumia sasa huyu kitu atafanya ni kuhakikisha atakusustain hiyo dhabihu ambayo aliitumia kukufuga ataendelea kuisustain kwa waganga maana amefuata mfanyikazi wa kukaa kwa kazi yake sasa kazi yake ni kwenda Dubai akirudi anapitia kwa mganga anawacha kitu anakufuga zaidi so any blessing zako wewe ndio uko na mfereji ya kuleta vitu za Dubai sasa mahali huko hizo zitafika hapo maana ametoa pia dhabihu ya kumakisha wewe blessings zako zimekamatiwa hapo lazima zikuje hapo sasa utaona duka tangu huyu mama afike hapa duka yangu imeenea nilikuwa na kioski sasa niko na supermarket huyu mama nampenda wacha hata nimuogesea kwa manager unapatiwa kiti ya manager unaendelea unajua unasikia unaitwa general manager unaendelea unasikia unaitwa CEO unasikia umefungua supermarket 15 in 1 year who was the owner the original owner si huyu original owner ni huyu lakini yake sasa imechukuliwa na huyu inatumika kwa huyu no unashida hapa hallelujah rima shenderebo handa ya kenderere wana ramashek mwathani aliogiteine ndahiohaga na ndaceragero na hiko magego ne mamunyokire mothe ndahiohaga na ndaceragero uthire magoro ciana ciothe ni cingatirwo thukuru ndahiohaga na ndaceragero hiko kinya nyumba ni waingatirwo ndahiohaga tondu ni aramenya uria gwikire ri agakuheka nyumba kaihii ciake uikarage gwake ginya riu muhuragire nguo muirothiete wira ukamuhurira nguo by the time you come to realize what has been happening in your life already umekuwa wretched kitu kimeisha waliuliza kusudi wanataka kujua kusudi kitu ya kwanza wanataka kujua kusudi yako ndio unasikia hapo kama ujaruo kanasema nini ati ninamrushia spells kwa sababu amejua kuna mambo anafanya mabaya ndio sasa anasema ninamrushia spells maana ile madhabahu tumeinua ni ya kumaliza hizo miungu ya Rejo Maria kumaliza hiyo miungu ya wauganga na vitu kama hizo so lazima amesikia uzito amesikia na bado tutaweka nguvu mpaka aokoke you can't be a preacher a man of God na kazi yako ni kuhubiri wahubiri wale wengine and there is a Bible there is something missing there ati kazi yako ni kuhubiri wahubiri na uko na Biblia kwa mkono badala uhubiri sasa huyu hawa wabaya ni wabaya tuige ni oru tumaikie na kou ni oru nie mwega ri ndikioya Biblia hunjerie aya wega maana chiega ndetiguo si wazuri hawa ni wabaya kwa hivyo mimi nitaendelea kuambia hawa mnaona si watu wazuri hawa mnaona hawa ni matapeli hawa mnaona hawa ni watu wabaya na kuna Biblia si ni hubiri Biblia ni hubiri uzuri yes that is man is a witch ndio naona spells zake anajaribu kurushia kupiga watu wale wamekamata anga yake maana Kemani najua lazima amekamata anga yake najua Wairimu amekamata anga yake najua Harrison amekamata anga yake lakini yangu ni moto imemweka chini ukisikia mtu ukiwa neno ukiweke kaya neno ne utiado kwa sababu amejaribu kutafuta kusudi yangu ameshindwa kuelewa je kusudi lao ni kujenga upya mji je watatoa tambiko ninaigwa tambiko ni nini watainua madhabahu
They were keen on that. They were keen on that. Adwa nemeko rutaigo kona todo no leo lege tonina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu watainua madhabahu. Huyu mtu ambaye sasa amekuja Dora Waroige, aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mongeke, amekuja kufanya nini? Amekuja kuinua dhabihu, amekuja kufanya nini? That is the greatest worry they have. What is this man has come to do? Nimekuja kuvuja hiyo madhabahu yote. Nimeenda Russia, nimevuja. Nimeenda UK, naenda kuvuja, na kutoka UK naingilia Italy, naingia kwa Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu naingia kwake. Na nikitoka hivyo, hivi kutoka hivi, Kenya dunia mzima itabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the calling. You like it or not, this is what God gave me. I didn't choose to be like that. God gave me, na akaniambia kazi yako ni kuvuja nini? Madhabahu. Si tulienda Thika tukavuja madhabahu ya Freemason, tulikuwa na wewe. Nani ilivujika kama ikuvujika? Tulienda Eldoret tukavuja madhabahu ya Eldoret. Hiyo kwa hapo kayoka jamaa. Tukavuja madhabahu. The following day Ruto alikuwa kwa kina nani? Kwa kina Uhuru. Na alipeleka mbuzi 12 kujaribu. Namba 12 ni ile ya code. Acha niwaambie namba 12 sana sana inatumikanga kucode kutumia Jacobo. It is coding using who? The 12 tribes of Jacob. Because through the 12 tribes of Jacob ndio tunapata 144, ambayo ndio namba ile Mungu atatumia kulete ufalme. So when they put 144, ni 12 tribes of Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. So naye Ruto kanaelewa. Kalibeba busi 12 kakapeleka, kwa sababu ile ufalme yako nayo aliichota kutoka kwa familia ya Kenyatta. Sini Uhuru walienda wakasema yako 10, yako 10, yako 10. Si ndio? Pale Nakuru wakabadilishana makofia, kisha wakaanointiwa na Mama Gena na wakaambiwa nedeni. So wakati tulikata mfereji kule Eldoret, maana tulikuwa tumeenda kukata mfereji, Ruto akienda kwa bafu kuoga, akasikia maji imepotea. Kuulisia kwa baudi msima hakuna maji. Alifanya nini? Kuulisa mfereji ya maji ile inatokaga wapi Gatodo. Ilibidi akimbie Gatodo kuulisa Uhuru. Maji likatika jana, kuliendaje? Naye Uhuru akamwambia hata mimi sielewi, hata hapa hakuna. Maana tulivunja madhabahu. Na hiyo ndio greatest worry ya hawa. Je, watatoa tambiko? Hiyo ndio swali la kwanza wanaulizanga. Maadui wako wanaulizaga, ni arutire igongona? That is the first thing they want to know, because they know kule na igongona wamekuangusha ama umewaangusha. Kama hakuna tambiko, wanajua there is nothing you are going to do. Kama hakuna dhabihu umeinua, they know you cannot hawe dokumenyenya. That is why they are worried. They are not worried of anything else. Takiria urutire. Now wakielewa atatoa tambiko, ndio wakuje wafanye upelelezi. Ulitoa nini? Muraiguire tararutire ke? Nikionaga bahasha cia taithi hale rimwe ikiura. Nwanyita. Itiuraga matware kunene nigetha mamenye Lilian arutaga ke. Tondu ni agweka riu times 10. Amenye Lilian ari ya mushara uriku. Riu mathi makadirina namba ya mushara ucio. It is about coding and decoding. And this man, they want to understand. Ni mwaruta. Todo ibada yoyote isio na tambiko haina nguvu. And that is why they really want to know kama umetoa na kama utatoa. And kama utatoa nini? Mnanielewa? Hiyo ndio wamejificha hapo. Alafu namba 3, wanaweza kumaliza kazi kwa siku moja tu. Kwani wanatumia sasa hapo wanataka kujua kwani unatumia nguvu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweza, yani wenda koja no mahota kurutawirosho na muthenya umwe. Kamena hinya uriku. Halo. Kamena hinya uriku nigetha marute wira na muthenya umwe. Wanauliza, wanaweza kumaliza kazi na siku moja? Maana walisikia hiyo kazi itamalizika na one day. How now?
kama yoko makihudhira ke. Sasa wanataka kutafuta ni nini, nguvu yao inatoka wapi, ndio wajue mahali pa kuzuia. Hiyo ndio ilitumika na mtu anaitwa Samsoni. Maana yule mwanamke anaitwa Delila aliambiwa na watu wa huko, tusikie huyo mtu, tunasikia mko na urafiki, tusikie huyo mtu ujue nguvu yake inatoka wapi. Sasa hawa walikuwa wanataka kujua. No mahote, because they needed somebody to explain to them. No mahote. Sasa question number 2 kutodomena ke kama na hodera mashini ileko. Question number 3 akijibiwa, sasa watajua ni Mungu atawasaidia. Ni Mungu gani? Sasa wajue to code ndio washindwe. Are you getting me? Ndio wajue nini? Kukode. Sasa Samson wakati alijulikana, wakamuuliza, we muthe hinya wakuruta gako, akingathangathia akaanza kuleta nini, maligoligo, hataki kusema. Alifanya nini? Mama alimwekelea hapa, akamwambia lalia hapo, wekea masikio hapa. Alipomwekelea hapa, mzee alianza kuongea kama kameme, maana alikonektiwa na power ingine. Ajiye kuigwa megabo ya shosho wao na guka wao. Umuleshiria meshiria moruneke. Kamutage kera mweshiria zitagiresi. Tumeho kumweshiria meshiria moru. Je, wataweza kufanya mawe yaliyorundikana kwenye takataka na kuteketea yafae kujenga? Wanajua ni mako ninire, wabuyu ni moi ni mako ninire, umarori hatiriri gitangari giki kia mundu ri gikahota atia gucokanirika gituike kindu kingiaka. So they know they have your history. They know that in whatever you do it won't work. They prepared, walitengeneza kila mbinu kuhakikisha gutire kodo rathie. Ndio maana wanauliza hii maswali, maana one question is leading to another question, that already they have sure gutire kodo rathie. Ne matigire makorekia na makiwa ndukagia mundu igu tura gukuthiuruka ndukomaga nduona gatoro ukigeria gucaria mundu ugathii ugo nginya etagwo pen pause ugo dates ugathii ugo gathia urageria korora, nothing is happening. Kageria kuona kimuthugu kana kimuthugu kihuretwo kabisa haha kega, wathi profile ni ukana kimuthugu gikarite ugu mwathani agocwo. They know what they did to you. That is why they are asking sure questions. Ati mahiga maya na ni mashurure na ni mathukangure meko mahuthira ate matu make. No igwa mundu wina kiuru thiini wa ngoro yake, mtu ako na kiuru ndani ya ngoro, anauliza swali ya oru. Mahiga manyoka ngure tigana mugoroki ucio, mahiga macio nani manyoka ngure egweka ate namo, anaweza kufanya nini nayo? Si watu si mtu ni mjinga, anatuambia nini? Sio kama wale watu wanakuwa na ile kiburi, wanatembeaga mpaka wanakuwa ni kama bega moja imebed. Acha mmoja akote ni wazee maradi wa Murang'a. Huyo mtu anatuambia namna gani? Atafanya nini? Tumekuwa Nairobi miaka mingi na tumeona watu wengi. Ati atakuja kusema atajenga hapo kwa hiyo matope. Afanya nini? Ado tiagoro kiaya. Because they are sure mahali walikukatia shamba ni kwa swamp, hautajenga. They are sure ndoa yako walivyoifunga, wanajua you can't make it. They are sure that you will never succeed in business. They are sure that you will never come up. Hawana wanajua. Ndio nasikia huyu mwingine anasema ati kuna spell imerushwa. Because kuna kitu walikuwa wamefanya imeteguka. Walikuwa wamenivuga ikateguka. Maana mimi ni msiripare, mimi ni ile fish inaitwa kamogo, ni kamogo. Kuna Wajaruo hapa. Wajaruo in the house? Kanaitwa kale katakuwa na ndefu. Kale unashikaga hivi kanachomokea hapa, ukashika hivi kanachomokea hapa. Wamejaribu kuninasa kufanya hivi, it is not working. Walijaribu nikiwa Mogeke, wakashindwa. Ni sasa hawataweza. Ambia mwenzangu, maisha yangu imekamatwa na Mungu. They will never be able to penetrate. They can't. Hawataweza. God your busy, God your business, God your marriage, God your ministry, God kila kitu. Kila
kitu kifuge, na unafuga na tambiko. Si umesikia hapa wanauza adwasha nimekuruta hema ruta heke ndo mararuta. Sasa tule tumama tunaendaka kufuga doa za watu, ama tule tumuzee tunafugaga doa za watu. Akalia sasa, kuna mtu naweza kwenda kuroga ukute amegagwa. Yes, kuna unajua hawa wasichana wanafugaga watu, wanaendaka kuuliza kama huyo mtu kitu ya kwanza kama ametengenezwa, kwa sababu yule mwenye ametengenezwa ukienda kumurukilia utakokwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndivyo kawaida kalikuwa natumbia hapa? By the way, kalienda wapi? Gathi ile kwa kafi. Kwa leka. Tuendelee. Verse 3. Umesikia, wanajua mpaka materials za kazi yako walivunja. Wanajua kila familia yako, ndoa yako walivunja. Ni mako higeire. Ni moyo ni makurekerie. Na nimeshua you will never come back. Nikio ginya marori mahiga maciori. Na twashinire ri wego wakati anamo kawira kau gaku na twakahingire ka ngukuri uratwira kawira ukwikatia niguo tonge na nitoi haria twakoheririe. Si mama ushuru kwa gada matatu kwa barabara. Naye umefuata watu wa Mugeke sana. Nikiwenda gira watu wa Mugeke. Tabia Tobia, sasa ni Tobia. Ule ni Sanbalati alikuwa anauliza. Tobia ndiye huyu amekuja. Sasa niambie, umevamiwa na watu pande hii na pande hii. Uradi kumirira mweneo ugakora mweneo huyo. Wadi mweneo ugakora mweneo huyo. Sasa huyu ni Tobia. Sasa Mwamoni aliyekuwa akisimama karibu. Alikuwa ameweka ile. Doge kile silent. Kila silent tu. Nikega adimu nikatoke menya ni ule dimu. Tobia Mwamoni aliyekuwa akisimama karibu naye alitilia mkaso akasema, wanajenga nini? Yaani hawa watu tuko na wao. Hawa watu wako kwenye familia yenu. Hawa watu wako kwenye biashara yako. Tobia akakuja akatilia mkaso, yani kenyorori. Atene maraka. Yanasha mada kakada keundo keu. Atene maraka. Atene ke maraka. Atene magake. Yani kenyorori, atu akenyorori. Na muno makoro mari athuri taya. Tuwe ndawa taya. Ala baigwa mutumia ni arenda guthi gwika kaura. Tiagu atia. Alutete kumbesha. Mutumia kayagurukire. Wanashindwa maana they cannot associate you with the success because wanajua damage ambao wamekufanya. They know they have already damaged you. They know they have killed you. Wamemaliza brain yako. Wanajua walikuchota. You are empty, ndio wanauliza. Tobia Mwamoni aliyekuwa akasimama karibu na yeye alitilia mkazo akasema, wanajenga nini? Wanajenga nini? Wanalia gosho. Yaani wanalia atiraga ni uko odeinwa. Haya kawego ko mode. Hasira nishadirire. Ni Tobia. Kila mahali umewashida. Anakuambia ulisaidi leo. Kesho unarudi kasi. Anakuambia ulisaidi leo. Thank you, God bless you. Mungu akuonekanie. Ngai yako taidhi na kurathima. Yaani wanajeka nini? Yaani akuria atirathi wakatheka. Ni wamondire. Mugi akahari ya Grace. Ule mdogo eto etagwo ati oyo. Kavirini. Ni wamondire. Walikuja. Tulikuwa tunaenda kujenga kanisa pale Thika. Mama mmoja hapa mshirika. Kumbe ameita Mugeke. Lazima anaita Mugeke. Na mimi ni mkubwa. Mimi ndio nilifundisha hao vijana kazi wakati nilikuwa huko. Mimi ndio niliwaambia bizi ya kuambia hakuna roli inaingia. Sasa huyu nikamwambia kwa sababu hii ni kanisa tunajenga, tuachane na vita. Sasa wewe enda kwa Kajo tafuta makaratasi yote. Tuingie kwa kiwanja na msiwapatie hata dururu. Nikawaambia rudini kasi. Waliporudi kasi wakapiga simu, mimi ndio walinipigia. Ati unajua ni uramenya goko we na thire. Kimuria thire wa nyokwa.
kaniambia ate kwaria uru kwa kwenda gajaria uru tweke ate nawe teka yule mwekaga na ihenya mweke na ihenya itana kinya hau tondu ni gukanjukite na mwakoro mutekite uguo mwekaga ni ngwika ni muri mwamona hau ringi walienda ni Matobias matiendaga kufembera thua wanagogwa wanagogwa maana mimi ndio niliwafundisha kufanya extortion. I was an extortionist. Sasa nikufundisha extortionist alafu na ukuja ni extort mimi niye mwalimu wako yani kufundithia kwa extort ya ndocoke ungiroroke nau wekere nguo ya red ni woke onyonithie ate muse hii gari umelipia akukuite na lori hiyo wadhani agosho. We had to deal with them family. Na nikasema na nikaita huyo mama kwa ofisi yangu nikamwambia nimekupatia 3 days uende hawa vijana ulituma maana wewe ndio uliwatuma wakuje wadai pesa uende uwalipe maana kule mlikuwa na wao sijui hakuna pesa ililipwa na mama akapotea mjego ikaendelea. In 2 weeks tutaenda kusoma huko in 2 weeks. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyinyi mliagiza mlikuwa mumeahidi chuma alafu sasa ulienda anda na ukasahau. Mungu akuone uende ulete hiyo chuma ndio tunataka kutoka Tuesday chuma tunaweka round Wednesday mabati Sunday pastor yule tunataka wa Moro akuje aigie hapo tuhubiri nikienda UK nikirudi tunaweka kameme hapo kesha ya kameme. Yes kesha ya nini ya kameme alafu tuite Tobias na Sambarato tuwaambie wakuje wajione jinsi Mungu ana uwezo wa kufanya. Angalia sasa wewe Masani Barato atalikuwa dia nguo ya baka kejira ndia wega wanajenga nini mbweha ugo nigo magwetaga muigwa angiaria uru mutige mufute ha kwende ni mufute hiyo ati apostle aliongea vibaya sasa enda ufute hiyo imeandikwa kwenye Biblia mbweha akipanda juu yake si atabomoa tu yani keumana na wakale mbweha keiho keke haisha igorore yani ikalie hiyo ukuta itaanguka hata no imagine yo kirogo ataka biashara kaugaku imagine ka biashara kalaga ili ya duito imagine wigeta kawira kwa bweha ate ona nyoni egio baro thingo ni rwake okogwa rukogwa nikimagia kando acio no imagine kunyihio kuria wanyihio kuwekwa chini yani hiyo ni kuwekwa chini. Afadhali Sani Barato huyu ni mbaya kama kudine Sani Barato Tono Barato arodia maundu manene anauliza mambo ya kama utatoa dhabihu kama utafanya nini. Sasa huyu alako konyihia tadhuraku tatubu tadege afadhali kudine Sani Barato afadhali we Matobias wachana na mimi acha didiri na Sani Barato at least Sani Barato akona kaishima kadogo. Huyu anauliza ati mbweha akipanda juu yake atabomoa huo ukuta wao wa mawe. Unaimagine mbweha akipanda juu ya mawe atiabomoe ukuta. Ugo niguo onyororagio. Niguo makwiraga ate nerahikirio. No. Jagirio erahika. Erahikio no. Erahikio no. Yani jagiri no ehike. Kwao ni mahikaga kwao ni mahikaga atelebu ni abathi wege yake kamwana kesho ni atongaru oe mwana ni agosho atelahi kula biashara kai atelahi kula ke gakiothiki gagweka ati aliendageria u nani atanunua nani ataweza kwenda kwa hiyo duka yani nani atanunua yani kunyihio baka ukisikia venye wanasema unafuka bila kunani. Fikale kama mtu kale kajama kalienda kalitoka sijui station gani kakaenda Inoro. Kanaitwa nani? Kale wacha Kalede walienda na ndio kanaitwa Kalede. Wa Cairo walienda na Wakalede. Venye kaliambio na ule jamaa
wa Vietnam wa Yokohama kaliambia maneno kakalisaini the following day. Huyo sasa ndio Tobias wa maisha ya mtu. Kajamaa katoto kalilisaini. Kakasema cannot vumilia hii. Kaliachiliwa maneno. Mlisikia hiyo yako hama wakimdescribe na wakeruba. Walimdescribe kwa kijana wakakabia kakabia. Ona nini kolisaini? Modocio ule ataririo. Ona nini ni Tobias, ni mbaya. Tobias katika maisha yako toroka ukimsikia. Aonogeiwe hakuhe nawe. Toroka hata kama Tobias sana wanakuanga mama yako na baba yako. Kwa sababu mama yako kuna yule anapenda, kuna yule angetaka afaulu. Si wewe. Sasa anauliza Dora no aigeo kanisa. Najua mimi mpaka juzi ndio wazazi wangu wameamini naweza fungua kanisa. Hata wamekuja hapa, wamekaa hapa, anaenda. Anaweza ni dinetikia, ni Dora hujia. Kwa vile nimewasubua. Venye nimedhigiza hiyo familia. Unajua nimewadhigiza mpaka kuna wakati walikaa chini wa kikao cha familia wakasema modo yake tumukane. Tumukane. Kwa sababu kila siku redio. Sasa nyumba yetu ilikuwa na hata hiko inapontiwa hivi. Ilikuwa honyo hivi. Mpaka ikafika mabrother zangu wakienda mahali ndio huyo brother ya Dora. Kienda mahali baka kazi. Brother yangu kuna mahali alinyimwa kazi kwa sababu alitaja jina Waroige. Kazi ikapotea. Baka akapiga simu huyu mtu yako Tora atoki akaginyale. Baba mimi tulikuwa tunapendana sana na mama. Unajua maboys na mama. Sasa baba akaniita mama yangu. Jali. Ndio uko nale umoro guo. Uri atothokeire atoshabithirie goko. Kaba murutireko. Ni venye tu tunafanana na wengine. Aki ningefukuzwa kwetu. Diga tu hiana ile gwitu tu hiana ile ithuothe. Tu hiana huda emu wabui muredo ithuothe. Ningire ndaika to gwitu. Mzee mwenyewe ndiye aliuliza kawa murutireko. Alafu ukumbuke mzee anakumbuka venye nilisaliwa. Nilikuja na miguu na tumeno tumetoka hapa. Ushoke wone tumetuko tuleka gushia uragia kaba twangia kahinyire. Tia ukaoto thupura katuconorithirie guku gakware wadhania gosho situendelee baba fasi 4 haya sasa baba imefika ndipo nikamuomba Mungu akisema Mungu wetu sikia wanavyo tu kebehi urudishe dharau yao juu yao wenyewe na uache watekwe na kuchukuliwa mateka katika nchi ya kigeni. Huyu jamaa alifika Nehemia akaomba ombi ya uchungu. Kwa mahinda mangĩ no nginya tucoke kwĩ Ngai na kĩgirĩko. Ile mateso tumepitia, tunarudi kwa Mungu na uchungu. Tunamwambia Mungu, angalia na usikilize kejeli hii. This is beyond. This is beyond. Ni matu nyararithia, ni maturuma. Unajua kuna mambo unaweza kuwa umefanywa na familia zenu, more especially wale wamekufiwa. Wamama wale wamekufiwa. Wangapi hapa? Tuko na wao. Widow. Tuko na wao. Yeah? Poleni tu msiinue mkono. Sio lazima muinue mkono. Lakini the fact remains umekufiwa, si ndio? Na si kupenda kwako. Mnajua kuna mama mwingine alinipatia story hapa juzi. Immediately after mazishi ya bwana yake, ile pesa yote alikuwa anatarajia ile mnazungusha huko ya kusaidia familia, ikaitishwa committee ikakuja ikasema leta hiyo pesa. Wakahesabu wakasema ona wewe na dhiri oge itinaigana. Mama hakuwa na ndururu. Kumaliza tu hivyo aliambiwa kanyaga kubwa. Aliyekuwa amekuweka hapa ameondoka. Na sasa kanyaga kubwa. Aliomba wanajua wale watu wanakuja kwa mazishi. Aliomba mtu mmoja shilingi 200 ndiye apate fare ya kutoka huko na watoto wake. Sasa hebu niambie huyo mama mahali alienda aliomba maombi gani?
maombi ya uchungu. Nehemia aliomba maombi ya uchungu. Wakati mwingine ni vizuri tunaomba maombi ya nini? Ya uchungu. Ukarikira. Na ndio nawaambia kutoka leo kwenda mpaka siku ya 7 kutoka leo Sunday tunaingia kwenye maombi ya uchungu kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili na si kwenda mwanza kufuga eti kwa sababu ati yeye nini acha mtikatwe kiarogi. Hapa kuna mchawi, kuna mshawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Muombe maombi ya kumbembeleza Mungu, ya kuambia Mungu you are the master. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine. Umekalia kwenye kiti cha enzi. Utukufu na sifa zote ni zako. Baba, don't pray. Usiombe watu waaguke chini. No hatigire mahoya masio. Usiombe watu waaguke chini. Usiweke watu. Omba Mungu akuinue juu. Akikuinua juu utawaacha chini. You don't need to participate. You don't need to push anybody downwards. Just pray for God to lift you up. Akikuinua wale maadui wako wote utawacha, mtaondoka. Do you know why? Ni kwa nini maadui wanakupiga, wanakusubua? Because you are sitting under the same seat, same level. So ask God to lift you up. Akuinue tu juu, watakumuta ni muorano nao. Uinyu mwenda kwa kuikala nao. Mwenda kwa kulia juko nao. Mwenda kwa kutorana nao. Lilian, omba Mungu akuinue ufike hapa juu. Huyu hata kuona tena. Ndukaigwa juko ciake, ndukaigwa juko cioyo tondu no hapatira. Nutie kumahoera magwe. Asha, ucio ni orogi. Usiombee mtu akufe. Usiombee mtu akue na wenda wa simu. Usiombee mtu atiachanganyikiwe kwa sababu amekuchallenge. Hapana, muombee masu. Wewe omba Mungu akuinue kidogo, wachana na huyo mtu hapo chini, maana si wa kirasi yako. Hallelujah. Si wa kirasi yako. Wewe ndio ulienda kukaa na wao because kirasi yao ni ya masegenyo, wakaanza kusegenyana pamoja na wewe. Had you known this, haungefanya hizo makazi unafanya ya kushinda maombi ofyo ofyo na ujika. Inua kirasi. Kama ni mama mwenye nataka bwana, inua kirasi. Kama ni mtu kama mimi nataka mke, inua kirasi. Just like that. Ukiinua kirasi unakuta kila mtu anakuja because niko na anointing. Nikiinua kirasi anointing inakuja. Maana any anointed person ako na anointing ya kuvuta anything. Ndio nananga wachungaji watu wa Mungu wanapendwa na kila mtu. Utaweza kuta mama kama huyu mzee amezeeka kabisa ako na miaka 80 na 90 bado anapenda kijana. Kwa nini? Ni anointing. Si ati ni hiyo kijana anapenda, ni anointing. Hello. Ngorake ndio na maitho ma dhati. Ni grace. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wacha kumchukulia vibaya. Eti kwa sababu ameniambia nikiwa na haga kena. Tiwe ni anointing no kiri nayo. Nitugukiruta anointing nigetha dikakenererwo ni andu. Hoya Ngai akwa batiri haiguru nigetha mutige hari athi atige gukuonaga. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo akamuomba Mungu. Twende hiyo nyingine. Kamwe usiwasamehe hatia yao wala dhambi yao, kamwe usisamehe, kwani wamekukasirisha mbele ya wajenzi. Have you heard the difference? Umesoma nini hapo? Hebu tusome pamoja. Kamwe inyo muhoyaga atia? Baba, ulinituma nifanye hii kazi, lakini hawa watu wamenipiga, hawa watu wamenikasirisha. Baba, wapige, maana wamenikasirisha. Hakuna mahali alilete ubinafsi. Aliachia kazi ni ya Mungu. Wamekukasirisha wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe wamekukasirisha. Kazi ambayo mimi nafanya ni ya Mungu. Siwezi kuwataki huyo mjaruo. Siwezi kwenda tukumwombea maombi mabaya, nitamuombea mazuri. Lakini nitaambia Mungu shughulika na yeye, maana anachopigana nacho si changu, ni chako. Mimi apigani na mimi. Mimi ndio na Waroike ni mtu wa kawaida tu. Mimi ni apostle wa kawaida, lakini kile kitu ambacho Mungu ameniweka ndani ndio anapigana nayo. So unaenda kwa Mungu na mwambia jamaa akoligete, unaenda kwa Mungu. Unaenda sasa Kitobias. Unaambia Mungu uligeto ni jaruwe yo. Awashabetia. Mugai kawekera kwa chini kitajukuo karwa. Wala ni akosho. Twende verse nyingine haraka tufunge hapo.
lakini tuliendelea na ujenzi. Haleluya. Yani shiugo cia Tobias na Sanbalato haikuzuia waendelee na kazi. Mambo yao maana walijua kazi si yetu, kazi ni ya Mungu. Sisi tuendelee kufanya kazi. Kama kuna maulizo atauliza, Mungu aulizane na wao. Hawa wanakusabotage, hawa wanazuia kazi ya Mungu isifanyike. Don't fight them, release them to God. Waachilie kwa mikono ya Mungu. Wewe fanya kazi ile Mungu alikuitia. Mimi niliitwa microphone, that's why I will always be here. Na kamata microphone. Hiyo kazi ingine ya kusabotage endelea. Nyinyi mtababana na mwenye kazi. Yes, lakini tuliendelea na ujenzi wa ukuta mpaka ukafika nusu yake, kwa sababu watu walikuwa wamedhamiria kwa dhati. Intention. Fanya kazi. Elders, fanyeni kazi. Dhamirieni kufanya kazi. Pastors, fanya kazi. Grace na Catherine kule Thika, fanyeni kazi. Tumedhamiria kufanya kazi ya Mungu. Waachana na mambo. Wale wengine waendelee kurusha mawe, na wewe uendelee na kazi. Walidhamiria, yani they were determined to work irrespective of the challenges. You are determined to go through irrespective of the challenges. You are determined to fight it on irrespective of the challenges. You are determined to win this battle irrespective of the challenges. Hata wainuke, hata wakuwe ni nani, mimi niko tayari kuendelea na kazi. Maana kazi sio yangu, kazi ni ya nani? Ni ya Mungu. Rake dishanake ati ni ukujuraga utage kirugamia wira wa Ngai. Verse number 7. Lakini Sanbalato, Tobia na Waarabu, si mnaona sasa wamekuja hawa watu nasemanga kila siku, si ndio? Hawa sasa wameandikwa kwa Biblia. Na Waarabu na Waamoni na Washidodi waliposikia kuwa ujenzi mpya wa ukuta wa Yerusalemu ulikuwa unasonga mbele na kwamba mapengo katika ukuta yanazibwa barabara, wao walizidi kukasirika. Yani kasirisha watu. Ninapenda kumarakaria. Rutawea wa Ngai, fanya kazi ya Mungu. Waendelee kukasirika, waendelee kusema tutakuwa wenda wazimu, waendelee kusema mambo ambayo wanasema wachawi. Arogiaya inapele ninapenda na kurakara. Mimi nitafanya kazi mpaka ukasirike na uendelee. Nitakuzidishia makasiriko. Ikimenya ni warakara na kupelekeaga hapo. Kuna mtu mmoja alikasirikia siku moja, alikuwa amenigojea mahali mpaka saa 2 usiku. Alikasirika. Alafu akakojea nimpigie simu ati nimwambie sorry. Adesito, fanya kazi mpaka wakasirike. Fanya kazi, enda crusade mpaka wakasirike. Fanya masemina mpaka wakasirike. Watangaze, waambie watu wa shetani waondoke kwa shetani mpaka wakasirike. Ambia magei waondoke kwa magei mpaka wakasirike. Ambia lesbian waondoke kwa lesbian mpaka wakasirike. Ambia unyango na unyango yake na umweli, mwambie atoke kwa shetani mpaka akasirike. Karake hoya rutha tuguruke. Kwani unaomba ruhusa tukue maenda wasimu? Fanya kazi. Jenga ukuta. Kama hiyo ndio yako, jenga ukuta. We are waiting for you. Na tutakuja kukusalimia. Si ni tamu. Waliposikia kuwa ujenzi mpya wa ukuta, atirire maraiguire. Waliposikia ujenzi, walikasirika mpaka wakahama kanisa. Haleluya. Waliposikia Thika inajengwa, ilibidi wakae nyumbani watuangaliage kwa runinga, na tunajua wanatuangalia kwa runinga. Ready? Waliposikia tumejenga, ilibidi wahame. Adu matika takwo muigato na njuguma ni acokaga, no muigato na kihoto ndacokaga. Hudhira kihoto. Fanya kazi ile Mungu amekupatia.
History nyingine wachana nayo. Hawa wengine wachana nao, hakuna mahali mnaenda na wao. Mtu wengine ukiona watu unajua unaangalia, unajua huyu kuna mahali tunaenda na yeye, huyu na huyu ni spectator, huyu ni shagara bagara. Usiwafukuze, ni urafatara ndo wao ikalia. Negwa ni urafatara ndo wao ikalia. Ukituma kiondo gyaku no story muraria ndukaboeke. Reke muikaranie nao. Nĩ kware cia andũ no reke wĩkare atia na gũtirĩ kware nini mahuria-inĩ. Yani waliona kitu kinaendelea, wakaendelea kukasirika. Marakarie, ambia mwenzako utakasirika. Mwangalie tu, mwambie ndora akarete ni ukurakara. Angalia huyu, mwambie angalia huyu, mwambie ndora akarete ni ukurakara. Mwambie huyu ndora akarete ni ukurakara. Wakoni urakaragia ni wewe unadutaga. Ndora akarete haujakasirika. Hiyo ni ile inatangwa 1 2 microphone testing. Bado utaona. Bado mtaona. Kama ina magoro manyu. Mbere aje marathondeka ina marathondeka atiriri matira akarite. Matira akarite. Umesikia? Toto. Umesikia? Hawajakasirika. Tunafanya microphone testing. Tutawakasirisha. Jona, tutawakasirisha. Na usirudi kutumiwa hapa hivi ujika. Mimi nilikuwa nafikiri wewe ni mtu mwerevu na mzuri. Tumama hapa tunakuja kukutumia ujika. Sio gani mpeleke chai mkule kanyama kama wazee. Shika wewe si mnyamulege. Shika kama maka moja hivi, larua ngumi ukuje nitalipa. Wewe kama ngethire atoenda gwitia sadaka. Yaani wale wanaenda na sadaka sasa. Wanaenda msalani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wamesikia kubarikiwa? Wangapi wako tayari tujenge ukuta? We are going to build. We are going to build. Whether you like it or not. We are going to build. Na wewe uende ufugue branch Japan. Tukuje huko tufugue kanisa. Muende na Ann. Muende mfugue kanisa. Na watu mpage kwenda Japan. Wengine mpage muende huko mfanye biashara. Wacha kukaa hapa. Tokeni muende, wengine muende UK. Nimewabariki. And then UK. Amen. And then America. Amen. And then Israel. Amen. And then Netherlands. Amen. And then Europe. Amen. Canada na Australia. Amen. Mubarikiwe. Yes. Tabadode kia. Tengeneza hapa. Kuna shida. Hizi speaker hizi. Sasa shika sadaka yako nzuri. Kama ulikuwa umepanga ka 50, rudisha kwa mfuko, toa pesa mzuri. Mugaga James Maina Nganga, hata sasa mtaniandika nilikataa. Huyo ni baba yangu na ninamheshimu na ninampenda na matendo yake na tabia zake zote ninazipenda. Ni my father, my spiritual. Na sijawahi msaliti. Sijawahi hata kidogo. Nikakuta kuna siku moja nilienda mahali nikakuta crusade yake inachezewa. Nilisimamisha gari, nikaigililia crusade, ikatengenezwa, vyombo vikatengenezwa, nikagarimia, nikatoa shilingi 1,100. Hata hakujua na nikawaambia msimwambie. That's my father. I respect him, I love him. Nikienda kwa Harrison, kuna siku Harrison alikuwa ameenda kufanya nini? Crusade zake hizi za tent meeting pale Dadora. Wale mapasta wa Dadora na maugeki wa huko wakasema hawezi kuweka tent. Nilienda huko saa 9 usiku. Na nikaambia, Nganga alikuwa amewaambia wabomoe. Sasa wakitaka kuanza kubomoa hiyo tent, maana walikuwa wamemsumbua. Mimi nikaenda nikasimamisha, nikaambia msibomoe. Mtoto yake akasema tunabomoa, baba amesema. Nikakwambia sikiliza. Unajua unaongea na nani? Akaniambia Duma Nauru. Unajua Dora Waruige? Akaniambia Joy Monene. Ujaribu kuuza hii tent.
Ingia kwa gari na uende. Pigia baba yako simu umwambie nimekataa. Na umwambie kesho aingie kwa mkutano. Ng'ang'a akanipigia. Kareke maundu meka. Kagwathuka. Amira Asha ndauga rucio oke uhunjiria andu. Tondu kuu ni guthukire. I am the security here. Kuja na uhubiri. Muthenya oyuki alihubiri. Wale vijana walikuwa wamemzuia, nikawapatia kazi ya security na wote wakaokoka. Mimi ni komanda na hao ni baba zangu. Ule ni wakunilea, huyu ni wakunizaa. Na siwezi kusikia kitu chake kibaya kikinenwa. Hata kama amepatikana red handed, I will protect him. Na nitasema hakuna kitu amefanya. Na nitakava, nitafunikia, huyo ni baba yangu. Nitafunikia. Si ati nikuja niambie Jonathan ngwa mashini pale ati shaitani. Choke uke hao ngara eti ati rokoje ta dadi yako twarako. Kwenda ukakule hiyo dadi yako. Imagine mudo mwenake ha muralia nake mukanywa nake alafu arenda gushina mashini ati nigetha eto. Mimi nganga hata wakati aliambiwa amekanyaga mtu na hapa nilienda, mimi ndiye nilikuwa kwanza huko kuchukua hiyo gari yake na kuiondoa, kufunika uchi wa baba yangu. Hiyo ingine wataulizana na aliyemtuma. Aliyemtuma ni nani? Wataulizana. Hiyo ingine wachana nayo. Ile maulizano ile wataulizana na yeye. Wewe funika baba yako. Funika baba yako uchi yake. Wale vijana unaona Hamu alikuja akaambia my brothers, "Hai, babenoi." Akalai babenoi. Hawa wengine walikuja wakabeba shuka kinyume wakamwagusia. Wakafunika baba yake. Huyu Hamu kama angefunika baba yake, asingeenda kuambia, angefunika baba yake. Hiyo story ingeishia hapo. Funika uchi yangu. Wewe nayo niita dadi. Dadi si akoma. Ulago la deno yoga kwa kutaka dirado. Aposto itore jaga. Na tuaugire. Utapata laana. Uone Hamu alishikwa na laana kwa sababu ya nini? Ya kwenda kuita brother zake peke yake. Si kwa sababu ya kuona, ya kwa sababu ya kwenda kuita brother zake. Hiyo tu vitu unafanya kidogo hapa, tutakuumiza bure. Leteni sadaka hapa. Nimwekea pesa ajaga. Na usirudi kuweka 100 bob kwa bahasha. Ilete tu hivyo. Usiweke 100 bob kwa bahasha. Umeelewa? Na ukiweka 200 usifunge bahasha. Ukiweka pesa yote wacha kufunga hiyo bahasha. Ndio itumike kesho. Sasa umeweka 50 na umefunga hiyo bahasha. Na umeweka mate ile ya nini? Sasa watoto wanataka nini hawa? Mambo, unaitwa nani? Adetia Dedo. Na wewe? Mendoa. Na wewe? Junior. Sasa nani senior? Ni nini? Uko wapi sadaka? Iko wapi sadaka? Enda upatiane sadaka kwanza, alafu tutadini mambo ya wagonjwa. Mmevaa leteni sadaka zenu hapa. Wewe sasa simungekuwa mnatuwekea kaibo kwa kutoa pesa. Hizi pesa zinafaa kuimbiwa wimbo, zinatoka vizuri. Sasa nyinyi mmekauka na ile mifuko ile watakauka. Tuweke worship, nafanya deliverance throughout. Tuleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Takatifu, takatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe Mtakatifu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee.
Thank you Father, tunakushukuru. Asante kwa ibada hii. Asante hata kwa matoleo haya, ukawabariki watoto wako. Wengine wamekuja hapa wakiwa wagonjwa, ukaweza kuwabariki na ukawafungue. In Jesus name. Somebody say, ondoa hivi. Alafu tunaweza kuketi kidogo. Uko na mahitaji aina yote ile. You feel uko na mahitaji na ungetaka kuokoka, kuja hapa mbele tukuombee. Uko na mahitaji, wewe ni mgonjwa, okay, thank you. God bless you. Tuonane saa 9. May the grace and amen. Kwa hivyo ningependa saa 9 kamili, because nitafanya ibada ya only 1 hour, deliverance peke yake. Saa 9 kamili worship team tukue tumeanza, because I just want 1 hour mpaka saa 10. I have an appointment somewhere, I want to rush. Kwa hivyo it is 1 hour, saa 9 kamili, tutamaliza saa 10 kamili. Watu wote wa deliverance. Wengine, God bless you. Kesha tukutane on Friday, na ni kesha ya kuomba msamaha. Tunaomba wiki mzima msamaha, maombi ya kutubu, yote ambao tumefanya tukijua na yote ambao tumefanya bila kujua, tutakuwa tukitubu. Na Sunday tutatoa sadaka. Kaa chini. Sunday tutatoa sadaka, dhabihu. Kwa hivyo Sunday after the 7 days of repentance tutatoa dhabihu ya kuomba msamaha. Na tutaomba msamaha kwa niaba ya baba yako, mama yako, kanisa hii, watu wa kanisa hii, watu wa kule nje. Yani ni general, unaomba msamaha kwa niaba ya kila mtu. Sio usikue binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Turahoya muhera nigetha Ngai atwikire maguta, atuongerere maguta tuhota tondu Ngai okaga handu hatheru. Na rĩu tondũ nĩtũhĩtĩtie, niĩ ndĩmwambĩrĩirie. Niĩ njĩkĩte atĩa? Niĩ nyambĩrĩirie, nĩhĩtĩtie na nĩtũhĩtĩirie kĩgongona gĩkĩ. Ũguo nĩ kũhera tũrahera ithuothe. So Friday pia tutakuwa na hiyo kesha ya repentance, but on Sunday nitakuwa na anointing service, ushering you into the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. We shall have anointing. Nitakumwagilia mafuta. Ile mafuta nilitoka nayo Russia, bado niko nayo. Nitakumwagilia mafuta. You move from one level of your life to the next level. Bwana asifiwe sana. Ule macho ine, simama. Oh, si wewe. Uya ako nyuma huyo. Ndewa ni uragire mundu. Eko. Ako wapi? Ako Mpeketoni. Sinasikia huko kuna Al-Shabaab. Lakini walikuwa wamekuja. Hapana, juzi wameonekana huko. Ni Lamu. Si Mpeketoni iko wapi? Siko Lamu. No, iko hapo Kiunga. Kisana. Lakini si ni area moja tu. Sasa uogopi kubumburushwa huko? Sasa hii harusi yako unataka tufanye lini? Uko tayari? Umeona wazee? Umeenda kwa baba? Kwa both sides. Mshafanya kila kitu. Tualeta kanyamu.
on Friday ile ya kuhada idege. Ushahada? Ulihada na nani? Mimi hukuona nikiwa waja hapo. Hii ni madharau gani huko nayo? Kwani wewe ni Tobias? Sawa, huyu jamaa ni rafiki yangu na ni mshirika na ni mtu mzuri. Alikuwa amesumbuliwa. Jamaa huyu amekaa lodging. Miaka ngapi? 1.5 years. Anakaa lodging. Analipa kila siku 500. Sasa nikamuuliza, keti tu, nikamuuliza si hiyo pesa inatosha kulipa nyumba? Akaniambia anajaribiki kuzileta pamoja zinakataa, lakini za kulipa zinapatikanaga lodging. Na ni mwanaume. Nikamwambia toka, akashindwa kutoka kabisa. Sasa ilibidi nimuweka kwa mtego yangu, nikamtega uzuri, akahiokio na hiyo mtego, ikamurusha juu. By the time haroroka chini, aliharoroka kwa Sharedi. Sharedi ndiye alimsaidia. Sasa ulipata nyumba, ulikomboa? Yeah, vigieni makofi. Ndio kuoho. Alaliha 700. Ulikuwa nalipa lodging 700 ma 1000. 1000. Kila siku ana spend 1000, but he cannot afford to rent a house. Kio ni kihokeriko. Hiyo ni kifugo. Hiyo ni 30,000. Lakini hawezi kukopoa nyumba ya shilingi 5,000. Hiyo ndio inaitwa kifugo. Tikwenda kwake. Hiyo ni kifugo, alikuwa amefungwa. Hawezi kukomboa nyumba. 1.5 years yuko magarojini. Ta multiply that times 12 times 2. 300 and 360 alitumia na lodging. Ploti msima, ploti maguta. Kamuru Josika. Na watu wengi hapa tumefugwa vifuko tofauti tofauti. Sasa wakati nilimweka kwenye motogio, akahiokio, ago ile aliaguka kukajichora kamutu. Within 2 weeks akakomboa nyumba. Within another 3 weeks ndio huyu bibi amepata. Kumbe hiyo ilikuwa kifungo ya kukuzuia usiwahi kuwa na boma. Sasa nimepata bibi. Imagine ni hadi kakewaja. Dirika na meni. Wewe Ian, yako tunafunga lini? Tutachanga. Kama ni pesa hakuna tutachanga. Niambie, wewe unaenda li? Umeweka pressure? Weka pressure sasa. Hapana msikae sana, weka pressure. Mungu amekubali, ameweka tiki. Weka pressure kidogo. Ian ni dada ugamehaha. Tukuhura tugoitiriria mai na tukuhura na mucere. Kana tiguo? Tuunganisha ya huyu na ya huyo. Tukiunganisha zingine kama 5, yangu itaingia automatically. Yangu itaingia automatically. Si ndio? Kwa sababu najua mnaniombea mazuri. Yaani ufanye bidii. Na wewe? Ufanye bidii. Unataka tushikanishe hapa ama huko? Mwezi gani? Tufanye mwezi wa 6 mzuri. Hiyo tafuta hiyo holiday moja ndio watu tuchinje mbuzi. Wewe nitakuchinjia, nitakununua hizo mbuzi zote zitakuliwa, nitanunua. Yes. This is my son. Irugane ni garugamira riothe. Yote. Turute mundu lodging. Na imagine mundu rumeke koma lodging miaka 2. Lilian. Na donaga mahetia, yani ilikuwa kilikuwa sawa. Na ana enjoy. Alafu kinanona. Kinanona. Baka unaona kinatembea hivi. Ni kulala lodging. Maana hana stress. Hana stress. Akienda akifanya kazi apate 1,000 anaenda nakula na hana stress, hana kitu inamsumbua. Sasa amepata mtu. Kumbe mtu wake alikuwa amefichwa na lodging. Alikuwa amewekewa dodhigo. Lodging inamzuia. Kila mtu ako na kitu kile kimemzuia. Hata mimi niko nacho. Hakuna mtu hana.
and we are praying to God that kuta zetu zote zibomoke in Jesus name. So tukutane watu wa deliverance, mtu anahitaji maombi, tukutane saa 9. It's strictly saa 9. Kwa hivyo hata watu wengine waibaji msiende bali, saa 8:30 muanze, ndio nitawanunulia lunch leo. Na niko mwake na kama utalia garaji nitawanunulia leo lunch, ndio tufanye hiyo by saa 10 nimemaliza. Thank you, God bless you. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.